na mwanafamilia wa Amka na 120 na mwanafamilia wa mahojiano ana kwa ana. Ndivyo ambavyo tunaendelea, ambapo tumetoka katika kukuangazia kurasa za mbele za magazeti ya leo Juni 22 mwaka 2026. Na wakati huu kama ilivyo ada, tayari nipo na mgeni wangu hapa studio ambaye yeye ni mdau wa masuala ya afya, hususani kwenye masuala ya virutubishi, namna ya kuwa na afya bora kwenye masuala mazima ya lishe. Yeye anaitwa Felista Mganga. Tuko naye hapa, atatueleza mengi, lakini pia atatujuza namna gani ya kuzingatia afya zetu ziweze kuwa bora. Mimi naitwa Happy Balisidia binti Mdadisi. Tuko hapa kwa takribani nusu saa, dakika 30. Usitoke, nikualike hapa mpaka pale tutakapoenda kuweka nukta. Karibu sana. Karibu tena, nikukaribishe. Asante sana. Habari zako? Habari ni njema. Habari ni njema kabisa. Umependeza pia sana. Umependeza pia. Asante, nashukuru sana. Asante sana. Na kukaribisha katika mahojiano yetu ana kwa ana. Ndio. Ya, kama ambavyo leo nimetambulisha, tunaenda kuangazia masuala mazima ya afya. Kwa kuanza tu tuweze kupata utambulisho wako ulio mwema zaidi, kwa maana naamini inawezekana kuna vitu sijavitaja. Okay. Kwa majina kwanza, kama ulivyosema, naitwa Felista Mganga. Mimi ni binti, lakini ni mtaalamu wa lugha ya Kiswahili kutoka katika Chuo Kikuu cha Dodoma. Nimeweza kuhitimu mwaka juzi, lakini pia ni muhasibu sekretari katika ofisi ya mawakili na wanasheria. Nimeweza kupata hizi taaluma mbalimbali kutokana tu na maisha. Ila kwa sasa hivi nimeona nijiongeze kwenye swala ambalo lipo na linaendelea juu ya afya, virutubishi, umuhimu wa afya kiujumla katika upande wa virutubishi kama ilivyo lishe bora. Yeah. Asante sana. Unapofia nyingi. Mtaalamu wa Kiswahili. Yeah. Nimependa hapo. Kuna siku utakuja kutufundisha Kiswahili Sana. Na tuwe nitakuja kubobea. Tunajua Kiswahili lugha yetu, lakini bwana kuna vitu vinatupiga chenga. Nitakukaribisha siku nyingine, kiukweli tupate hilo darasa tuweze kupata mawili matatu pamoja sana. Hongera sana. Asante sana. Ukiwa umekuja leo kwenye kofia hiyo ya masuala ya lishe. Aisewe ni mtundu kwa kweli. Nimependa kidogo. Umechangamka sio kitu chepesi kuweza kuvijua vitu vyote hivyo, lakini nimependa zaidi. Afya unajua ni mtaji wa kwanza kwa maisha ya binadamu. Na kama umeona kuna umuhimu mkubwa wa kujifunza afya na kuweza kuitumia kuelimisha wengine, maana hata kwa Mungu wewe una fungu lako la baraka. Unaokoa maisha. Asante sana. Tukianza tu, supplements ni nini na zina umuhimu gani kwa afya ya binadamu? Supplements, kwanza tuelewe kwamba ni neno la Kiingereza, lakini kwa Kiswahili lina maana ya virutubishi. Tunaangazia hapo vitamins, madini mbalimbali, amino acids, antibiotics. Kwa ujumla hivyo ndio virutubishi kwa ujumla wake. Na umuhimu wake ni kwamba vinakamilisha lishe ambayo tunaikosa kila siku. Lishe ambayo unaikosa kwenye sahani yako ya kila siku, ndio nafasi ya virutubishi vinaingia hapa. Virutubishi labda vinafaa kwa watu gani zaidi? Tunatambua kwamba sote tunahitaji virutubishi. Ilo watu gani wapo katika uhitaji mkubwa zaidi wa kutumia hivyo virutubishi? Virutubishi viko hasa kwa wamama wajawazito, wanaonyonyesha, watoto, wazee. Tunajua kabisa kuna tunavyoelekezwa na afya ni kwamba kadri umri unavyokuwa au unavyoongezeka ndivyo ambavyo kinga za mwili zinashuka, seli inashindwa kufanya kazi vizuri, mwili tu unakuwa hauko sawa. Kwa maana hiyo wazee, lakini pia wale watu wanaokosa virutubishi vya muhimu kama ilivyo na wanajalizia pale.
Kwa hiyo wazee, yes, sana watoto, wajawazito, wanaonyonyesha. Na kuna wale wengine ambao wanakuwa na hali mbalimbali za kiafya ambazo zinaathiri ufyonzwaji wa virutubishi mwilini moja kwa moja. Kwa maana hiyo virutubishi inawezekana vinaingia mwilini lakini havifyonzwi kama ambavyo inatakiwa kutokana na changamoto au hali za kiafya ambavyo mtu anakuwa nazo. Sawa. Kwa nini ni muhimu kutumia virutubishi badala ya chakula? Kwa maana virutubishi vinatengenezwa kwa kutumia chakula, si ndio? Kuna tofauti gani sasa mimi naamua kwamba bwana virutubishi vyangu nitavipata kwenye mlo wangu wa nyumbani? Kwa nini nisivipate kwenye mlo na nivipate kwenye hivyo ambavyo tayari vishaandaliwa? Hapo naomba nielekeze kiufupi sana. Kama nilivyosema virutubishi ni kama vinakuwa pale kwa lengo fulani, kukamilisha mlo ambao wewe unakuwa unaukosa. Sawa? Ama vitu muhimu ambavyo wewe unakuwa unavikosa kwenye chakula cha kila siku. Lakini ukiongelea chakula kiujumla kwa upande wa virutubishi au chakula kiujumla, maana yake kimebeba virutubishi, viambata mbalimbali vya asili ambavyo unakuwa unakula kwa ajili ya mwili. Unaelewa? Kiujumla tu ni chakula. Ila virutubishi vinaingia pale ambapo hiki chakula sasa hakifikii kiwango ambacho kinatakiwa mwilini. Kwa hiyo virutubishi vinaenda kuziba pengo la chakula. Ile hitilafu. Yes. Okay. Hivi ni kuna kwenye hivyo virutubishi ni makosa gani watu ambao wanayafanya sana? Makosa mimi nadhani ambao nimeweza kukutana nao ni kwamba kwanza kabisa kukosa taarifa sahihi. Kukosa wataalamu sahihi ambao wana elimu na hivi virutubishi, cha kwanza. Lakini cha pili, kukosa tu umakini. Umeona? Kukosa umakini. Unaweza ukapata bidhaa ambazo sio bora. Umeona? Sio bora, ila tu ni kukosa umakini ama kufuatilia ni wapi ambapo unaweza kupata virutubishi sahihi. Kwa hiyo inawezekana mtu akatumia virutubishi lakini pia visiwe vya kutatua tatizo lake kutokana na aina ya kirutubishi. Kutokana na aina ya kirutubishi, kutokana na hitaji la huyu mtu. Umeona? Ni vinatumiwa kama dozi, kama mtu ambaye ameenda hospitali anaambia kutwa mara 3. Na huko hivyo mithili ya kijikapsule ama kidonge inakuwa katika mtindo huo kabisa. Watoto, wazee, wajawazito wanatumia hizi supplements kwa masharti gani? Masharti ya kwanza, sharti letu lazima umuone mtaalamu wa afya, kwa maana kwamba ni daktari, au kama utakuja kwangu maana yake nitakupa mwongozo wa awali, lakini mimi sio daktari. Kwa maana hiyo tunahitaji wataalamu wa afya ambao wale wanachunguzi, wana vipimo, ndipo tukusaidie. Kwa hiyo hapo ni muhimu sana kumpata mtaalamu akwambie una changamoto gani haswa, ndipo sisi sasa tuingie hapo. Yes. Unahakikisha vipi sasa? Maana umeniambia moja ya makosa wanaoyafanya watumiaji wa virutubishi ama supplements ni kutokuchagua usahihi wa virutubishi hivyo. Unahakikisha vipi sasa kama hivyo ulivyo navyo wewe ni bora? Cha kwanza kabisa ni kwamba tunazingatia, kumbuka sisi ni kama kampuni. Kwa hiyo tunazingatia upatikanaji wa bidhaa ambazo zina viwango. Lakini pia cha pili ni salama. Zimehakikiwa kwamba ni salama kwa afya, sio kwa mtoto, sio kwa mtu mzima, si kwa kijana. Unaona, kwa afya ni salama kabisa, pasipo changamoto yote. Ila tu muhimu ni utaalamu. Lazima tujue changamoto iko wapi, hali ya afya ikoje. Hivyo vitu ni muhimu sana. Mwanafamilia wa Amka na 120 na wewe unayefuatilia mahojiano ana kwa ana, leo tunaangazia zaidi masuala ya afya, hususan kwenye utumiaji ama watumiaji wa virutubishi ambao wengi wamezoea kuita supplements. Hapa tuko na mtaalamu wa afya ambaye anaitwa Felista Mganga, anatudadavulia mambo mengi umuhimu, lakini pia makosa ambayo watu wanayafanya mara nyingi na namna supplements hizi zilivyokuwa muhimu katika kulinda afya ya mtumiaji.
Tukiangazia katika wale wanaotumia, naweza kusema wagonjwa ama wenye matatizo mbalimbali. Okay. Yeye azingatie nini ili afahamu kwamba hiki kitu sasa ni bora? Okay. Vitu gani anaweza kuzingatia? Vitu ambavyo anazingatia kwa upande wa ubora ni kama nilivyosema. Mtu kwa tayari kufuatilia taarifa sahihi. Umeona, kutoka kwa wale watu ambao tayari wameshaidhinishwa, tayari wameshakubalika kufanyaje, kuweza kuhudumia afya. Yeah. Sawa sawa. Yeah. Au kwa watu ambao tayari wamethibitishwa. Yeah. Sio tu umekutana na dawa huko. Hiyo sio sawa jamani. Afya inahitaji umakini, inahitaji utulivu. Yeah. Sio kitu cha kawaida. Na inahitaji utaalamu jamani. Hivi nasikiaga ile masuala ya overdose. Shai kusikia? Yeah. Inawezekana mtu akatumia supplements na akawa overdose. Kabisa. Hiyo ni changamoto ambayo tunakutana nayo. Nikwambie, kwa sababu unaweza ukakuta mtu ana changamoto fulani ila akawa ni kama unajua unaumwa ni kama ukawa na imani kwamba labda ukizidisha utaweza kupata matokeo haraka. Ni kitu ambacho hapana, hakiruhusiwi. Yes, lazima tufuate maelekezo na sisi tunawapa maelekezo kama ambavyo tunaelekezwa kwamba imethibitishwa katika hicho kiwango ambacho tunakuelekeza. Maelekezo ambayo tunakuelekeza ndio hayo ni sahihi na atakupa matokeo. Sawa sawa. Unajua nimeuliza kwa nini? Kwa sababu pia tunasoma. Tunasoma uhakika na unachofanya. Sio kwamba tu tunaongea, tunaelekezwa, tunasoma vizuri sana. Mimi mwenyewe ni mmoja hapo. Mimi kuna kitu nakitumia kitamu. Ile ladha yake ina ladha fulani kama usiku kwa juu nini? Yaani kuna ka test na kapate. Sasa najikuta mimi nikitamani tu na lamba. Nasema bwana hizi sio dawa. Kumbe ni supplements na zenyewe zina overdose. Inabidi utumie kwa kiasi. Kwa kiasi kama ulivyoshauriwa. Yes. Sasa wewe mtumiaji wa virutubishi supplements, unaambiwa kwamba unahitaji kutumia kwa kadri ulivyoelekezwa na mtaalamu wako wa afya. Sio kwa sababu kuna ladha unaisikia unaipenda basi wewe unabugia. Baada ya kutibu unaweza ukaongeza tatizo jingine na kuanza kupata malalamiko, imekuaje. Kila kitu ni kwa kiasi. Labda tukiangalia ni supplements zipi ama virutubishi vipi ambavyo vinahitajika zaidi sana wakati huu watu wanavitumia zaidi. Okay, kutokana na maendeleo na uelewa wa afya siku hizi, nadhani hata wewe kama unafuatilia ushawahi kusikia omega 3. Omega 3. Yes, mafuta fulani ya omega 3 watoto, watu wenye shida ya viungo, ubongo, umakini, unaelewa? Ila sana watoto, kwa sababu watoto tunaamini kwamba hapo kwenye rika fulani la kujifunza sana, la kuhakikisha kinga ya mwili inakaa vizuri, mfumo wa mwili unakaa vizuri, hapo ubongo unachangamka kidogo. Yes, lakini pia hapo madini. Tunajua kuna baadhi ya sisi wanawake wajawazito ama katika process za kujifungua hapo wengi wanaambiwa umepungukiwa madini fulani. Kwa hiyo madini, lakini pia kama nilivyosema vitamins, lakini antibiotics. Kwa kweli hii imekuwa ni virutubisho ambavyo vinatumika sana kwa leo. Sawa. Tunaona pia tatizo ambalo ni tatizo kubwa kwa wengi, sio ndio mfumbuka sio nini hivyo. Mtambuka Mbona sana kutaja majina ya watu. Tatizo mtambuka. Uzazi. Yes. Una virutubishi vinavyosaidia kutatua tatizo hilo la uzazi? Vipo. Ushuhuda upoje? Kuna watu labda umewapatia na umepata matokeo chanya. Tunapata rekodi. Yaani mtu anakurejelea kwamba bwana, kitu fulani virutubisho vyako vya uzazi vimenisaidia. Vimeniboreshea afya yangu ya uzazi. Nilikuwa nimeambiwa labda nahitaji kitu fulani, nimekipata. Kwa hiyo naendelea vizuri. Kwa kweli huo ni ushuhuda na upata na naendelea kupata. Kwa hiyo hapa watu wakija hapo, bwana na mimi nina shida hii, mirija sijui imeziba, nimeambiwa mna hizo dawa. Tuna supplements ambazo zinaenda kusaidia hiyo changamoto. Ushauri gani unawapa sasa watumiaji ambao bado wana mashaka sana na virutubishi, wakiwa
hawaamini katika utendaji kazi wake, aidha kwa matokeo ambayo wameyasikia kwa wengine, ambayo inasababishwa na vitu vingi, labda matumizi tofauti na walivyoelekezwa ama nini. Una ushauri gani? Cha kwanza kabisa, inabidi kwanza mtu uwe tayari kufahamu afya yako, hali ya afya yako, hitaji la afya yako. Umeona? Mimi nawashaurigi kabisa, kama inawezekana uandike mpango wa afya yako. Ujue kabisa kwamba kama unahitaji kutumia virutubisho, una changamoto gani, ina muda gani, na kwa upande gani ukienda sana unakuwa unapata reaction za mwili. Yaani ufahamu afya yako. Lakini cha pili, kama nilivyosema, ni kuwa makini na taarifa. Pata wataalamu ambao wameidhinishwa, wamethibitishwa kutoa hizi huduma. Nadhani ni hivyo. Kwa upande wako wewe, tangu anze kuwahudumia wananchi wa Tanzania, watu wenye mahitaji mbalimbali ya kiafya, ipi ilikuwa changamoto kubwa ambayo ilisababisha kidogo itake kukuyumbisha na uliitatua vipi? Changamoto nadhani ni kwa upande wangu. Kwa sababu kama nilivyokuambia kwamba mimi kidogo nina wigo mpana kidogo na mambo 1 2 3. Kwa changamoto ilikuwa kwa kweli ni kuanza kujifunza tena kusoma. Kwanza kusoma tena darasani, vipindi vya kila siku ambavyo natakiwa nijue afya. Sio tu kitu cha kutoka umekurupuka unaambia watu unahudumia afya, ni kitu cha uongo. Lazima ukae chini ufahamu msingi wa afya unasemaje, mashirika ya afya yanatuambiaje, na labda misingi haswa ambayo ili mtu usiwe basi unakosa hivi virutubisho vya muhimu, au mtu usiwe kwenye tuseme riski ya kuweza kupata changamoto mbalimbali za afya, uishije. Hivi vitu tunafundishwa, tunasoma. Kwa kweli nilipata changamoto kubwa sana. Elimu ya ukubwani. Elimu ambayo ulijiridhisha kwamba nimemaliza chuo, at least niendelee na harakati nyingine, wanarudi tena darasani. Lakini nisema ni kitu ambacho unaweza kufanya kwa sababu napenda na kwa sasa hivi mpaka sasa nasaidia watu wengi, na ni furaha yangu. Hongera kwa kufanikiwa kuona kwamba watu unasaidia wanapata matokeo mazuri, afya zinaboresheka. Mimi mwenyewe nakuwa mtaalamu wa afya, na familia pia, na familia ndugu. Kwa hiyo nafurahi sana, Hongera sana. Hiyo ndio changamoto ambayo nimeweza kukumbana nayo kwa kweli. Hongera. Asante sana. Hongera sana. Na natumaini uliitatua vyema, kwa maana umeweza kuhitimu. Na sasa ni mtaona unaendelea kusoma. Bado unaendelea. Sisi tunasoma kila siku. Kila siku. Yaani tuna siku za kuona matokeo ya bidhaa zetu, tuna siku ya maswali na majibu, tuna siku ya changamoto, umekumbana na changamoto gani huko. Wateja wetu wanasema, yaani ni tu hivyo yani. Kwa hiyo ni kama tunashirikishana kile, sio kusoma kama ile mwanzo, lakini tunashirikishana sana. Baada ya kumaliza kusomea afya, sasa unaendelea madarasa ya kila siku. Yes, ya kuendelea kutujenga. Nini zinatokea, mnaendelea kufundishana namna ya kuwa bora zaidi. Basi mimi nikutaki sasa utueleze, kwa mtu ambaye anahitaji huduma kutoka kwako, anakupata vipi? Anaweza kunipata kupitia namba ya simu, WhatsApp, ambayo ni 0768560393. Lakini pia tunasema social media. Yes. Mitandao ya kijamii ambayo ni Asili Supplements ama Nyota Asili. Utaweza kunipata kabisa, na unaweza kupata ushauri wa afya, ushauri wa mwanzo kabisa ambao unaweza kukusaidia kuweza kuendelea na harakati za afya yako na kupata suluhisho kwa ujumla. Asante. Mimi napenda wanawake wapambanaji. Nikikuona hivi nakuona mbali hivi. Nimependa kitu ambacho umechagua, afya. Bwana, afya ndio kila kitu. Sana. Kama vile ambavyo unatakiwa ule, yani kwamba usipokula mwili wako utapata changamoto, lazima ule
kila siku. Yes. Na afya nayo bwana ni lazima uwe makini kila siku. Kwa maana hivyo vyakula tunavyokula ndivyo ambavyo vinatengeneza. Nadhani siku nyingine mnikaribishe sasa tuweze kuzungumzia lishe. Kwa nini lishe? Kwa nini tunaambiwa lishe bora? Tuna cycle yetu ambayo inaonyesha hivyo vitu. Masala ya lishe. Ambayo shirika la afya duniani limeweza kusuggest hivyo, lakini wameprove hivyo, lakini pia tunaendelea kuishi na kutuambia kwamba tunaweza kuishi kwa afya njema, kwa furaha kabisa, ukaishi kwa furaha, ukafa kwa furaha. Ukafa kwa furaha. Yes. Sio lazima ufe na magonjwa. Hiyo nimeipenda. Unaishi vyema, unaishi kwa furaha, unakufa kwa furaha. Ndio ile lazima bila manunguniko kabisa. Moyo umeng'aa. Mungu atubariki hiyo ya kufa kwa furaha nzuri zaidi. Mpaka hapo ndipo ambavyo nimetamatisha na kuhitimisha mahojiano ana kwa ana. Nilikuwa na Felista Mganga ambaye ni mdau na mtaalamu wa masuala ya afya, akihusika zaidi katika kuhudumia watu wahitaji wagonjwa katika masuala mazima ya virutubishi. Leo tumetambua umuhimu wa virutubishi, vina nafasi gani katika mwili wa binadamu, kwa nini ni muhimu katika kukinga afya zetu. Pia amedadavua na kutueleza hapa. Mpaka wakati huu sina tena swali la zaidi. Naitwa Happy Balisidia binti Mdadisi, nikutake tena uendelee kutufuatilia kwenye kipindi chako bora na pendwa cha Amka na 120. Kesho panapo majaliwa. Sina tena la ziada. Asante. Bye bye.